Hello, habari za muda huu. Nipende kukaribisha tena katika triki fupi ambavyo nimeweza kuiandaa baada ya kupokea taarifa kwa baadhi ya watu mbalimbali ambao wana shida kuhusu jinsi ya kuunganisha wifi yako kwa kutumia simu kwenye kompyuta, au jinsi ya kuunganisha wifi yako kwenye kompyuta kwa kutumia simu yako ya smartphone. Kama wewe ni unafahamu, sawa. Kama wewe ufahamu pia itakuwa faida kwako. Kwa hiyo nimeandaa kwa wale ambao hawafahamu na wanapata changamoto. Unakuta kuna mtu ana laptop lakini anatumia smartphone. Sasa kuunganisha internet kwenye laptop kwa kutumia simu yake ya smartphone anaona kazi, au hii ni kwa sababu ya kutofahamu jinsi gani tunaweza tukaunganisha. Hivyo hili somo ni la yule ambaye hafahamu. Hatua ya kwanza, kama unataka kuunganisha simu yako kwa kutumia wifi kwenye kompyuta yako kwa kutumia simu, hatua ya kwanza unachotakiwa ukifanya, hakikisha simu yako ina internet. Hakikisha simu yako ina internet. Nikisema internet, ngoja twende vizuri nikuoneshe jinsi inavyokuwa. Niwashe simu yangu hapa. Tawasha simu yangu. Niwashe simu yangu. Ili twende vizuri. Hii ni simu yangu, nataka nikuonesha jinsi ya kuunganisha. Yaani una bando kwenye simu, una internet kwenye simu, nataka kuunganisha utumie kompyuta yako. Hii hapa natumia kompyuta yangu. Hii ni kompyuta yangu kama unavyoiona. Sasa ukiangalia upande wa chini hapa, tukiangalia upande wa hapa ndo kunatakiwa internet iwe inasoma. Unaweza kaunganisha internet kwa kutumia USB, lakini pia unaweza kaunganisha internet kwa kutumia wifi kwenye simu yako, kaunganisha kwenye kompyuta. Sasa mimi nimefungua simu yangu, ngoja nitoe lock. Nitatoa lock hapo mara moja. Nimetoa lock. Kama unavyoona, hii hapa ni simu yangu. Hii ni simu yangu. Sasa kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukifanye, ukishakuwa na simu yako, kwa mfano kama hii, upande wa juu huku utascroll button hivi. Utashusha, ninamaanisha utashusha hivi. Ngoja nipunguze message. Imekuwa nyingi kidogo ili nikuoneshe. Nitascroll chini huku hivi. Ukisha scroll chini, kama unavyoona, hii ni simu yako, si ndio? Hii simu zinatofautiana kidogo. Ukisha scroll namna hii, kuna sehemu inaitwa setting ambayo ni hapa. Hii ni setting. Lakini pia usipoiona, unaweza, kama hii ni setting, ukibonyeza hapa moja kwa moja itakuletea hizi option. Kama unavyoziona, kuna connection, kuna notification, kuna sound and vibration, kuna display, kuna wallpaper, kuna na kadhalika hadi huku chini. Sasa mimi nitakuonesha jinsi ya kuunganisha hiyo simu yako kwa kutumia hicho kifaa. Sasa unaweza ukaja huku juu, lakini pia kama unaona huku patakuwa ni changamoto, unaweza ukashuka kwenye simu yako, ukashusha kidogo, ukaangalia sehemu ya setting hii hapa, na usipoiona unaweza ukaja hapa kwenye search hapa. Ukija hapo kwenye search, unaweza kaandika setting. Ukiandika setting hii hapa, utaifungua moja kwa moja, itakuleta hapa. Lakini we hata kama usipo search, unaweza wewe mwenyewe ukatafuta polepole. Kama hii hapa setting, bonyeza hapa setting, itafunguka. Kisha funguka, utakuja hii sehemu inaitwa connection. Simu zinatofautiana. Hii ni Samsung, lakini kuna simu zingine zinatofautiana. Unaweza ukifungua pale isikuoneshe hapa, nitakuonesha. Ya kwako ikionyesha sehemu hii, ikaonesha connections, utabonyeza hapa kwenye connections. Ukibonyeza kwenye connections,
Simu zingine ambazo nilikuwa nazungumzia, ukishafungua kwenye setting itakuonesha sehemu ya mobile hotspot and tethering. Mobile hotspot and tethering. Lakini sasa wewe ukishaona umefungua simu yako namna hiyo, ukaona hiyo mobile tethering and hotspot haionekani, basi utafungua hii sehemu ya connection. Ukishafungua sehemu ya connection, hakikisha huku juu huo umeunganisha na internet. Sasa mfano mimi hapa sijawasha internet. Sasa ili niwashe internet, ngoja nirudi nyuma ili niwashe internet. Nita scroll chini, nita scroll namna hii. Nikisha scroll namna hii hapa, nitakuja hapa kwenye mobile data, nitawasha. Nikisha washa utaona huku imesoma internet. Nikizima utaona huku, ngoja niunganishe kidogo. Nikizima utaona huku wafanya nini? Hamna internet. Nikiwasha hapa utaona huku internet inaonekana. Basi ukiwa umeshawasha internet yako au umefungua internet yako, nitakuja hapa nita scroll chini hivi namna hii. Kisha scroll nitakuja hapa kwenye setting hii sehemu. Nabonyeza hapa kwenye connections. Kisha bonyeza kwenye connections na unaangalia mfano kama huku hamna kitu chochote. Huku hamna kitu chochote. Hapa panaonesha no connected. Maana yake hii iko off. Sasa nataka niunganishe internet kutumia simu yangu, kwa hivi simu yangu kwa kutumia huku. Nitakuja hii sehemu hapa, niko katika upande wa simu. Nitakuja kwenye mobile and hotspot, hii sehemu mobile and hotspot. Nitabonyeza hapo. Nikibonyeza hapo itaniletea vidude vingapi? Vidude hivi hapa. Kuna mobile hotspot, kuna Bluetooth tethering, kuna USB tethering. Nikibonyeza hii mobile hotspot, maana yake na wifi, naruhusu simu zangu kukonektiwa na simu zingine au simu yangu kukonektiwa kwenye kifaa kingine kama kompyuta. Kwa hiyo nikisha washa hapa, nitawasha hapa hiki kidude, nitakibonyeza kitawaka namna hii. Kikisha waka namna hii, utaona huku ukiwa umewasha namna hii, hapa tayari nimeruhusu simu yangu ishare internet kwa kifaa kingine. Sasa nitakachokifanya, kwa vile nimeisha washa, nitakuja hapa kwenye kompyuta yangu, nitabonyeza hii sehemu ya. Nikisha bonyeza utaona huku imenioneshea Galaxy Note 10 Plus. Hii ni aina ya simu ninayotumia. Lakini hapa imeoneka connected. Maana yake hapa imeunganisha moja kwa moja. Kama unavyoona hapa tayari nimeunganisha. Ni kwa sababu hii kompyuta naitumia mara kwa mara na nimeshaunganisha mara moja. Nishaunganisha automatic, kwa hiyo ndio maana imeniunganishia moja kwa moja huko internet. Ambapo naweza nikaingia kwenye mtandao, nika search kitu chochote kile nacho. Au naweza nikaandika namna hii, Costagen Technology. Yeah, something like kama hivi. Niko mtandaoni sasa hivi. Kama unavyoona, naweza nikawasha, ingia kwenye website au nikaandika TCRA. Kabonyeza hivyo, nimesha ingia kwenye mtandao kama unavyoona. Tayari hizi ni tovuti mbalimbali. Kwa hiyo unaweza nikatumia njia hiyo. Lakini pia kitu ambacho natakiwa ukifanya, hapa imeunganisha automatic. Mimi nakuelekeza jinsi ya kuunganisha moja kwa moja. Nitatoa password kwenye simu yangu ili nikuoneshe. Kwa vile hapa nilikuwa nimewasha hapa. Nikisha washa, mfano kama tuwashum hapa iko disconnected, si ndio? Au ngoja tufanye kitu kimoja. Ukiwa umewasha hapa, ukija hapa hivi, utaona aina ya simu. Nategemea simu yako unayoitumia itasoma hapa kwenye kompyuta. Ukibonyeza hapo itaonesha connected. Ukitiki hapo, ukiweka tiki, ukabonyeza connected, itakuletea sehemu ya kuweka password. Itakuletea kidude cha kuweka password. Sasa password ambayo unatakiwa iweke, utabonyeza mfano kama hapa huwezi kuona password. Utabonyeza hii mobile hotspot. Ukibonyeza hapa mara moja, itawaka namna hii. Ukishawaka namna hii, utaona hapa hii ni aina gani ya simu, ndio hii ninayoitumia, lakini hapa tayari nimeunganisha ndio hii simu. Sasa huku kama nimeisha washa hapa, nimebonyeza connected. Nikishabonyeza connected, sitaniambia niunganishe.
itaniambia niweke password. Sasa password naitoa hapa. Kwa mfano kama unavyoona, hii ndio simu yangu, nimewifi huku, password iko hapa. Kwa hiyo nitaikopi jinsi ilivyo. Kisha ikopi naweka hapa. Na bonyeza connected, itakuwa nimeunganisha moja kwa moja. Kwa ambao wanatumia simu, mfano kama unataka kuwifi kwa kutumia simu, unaweza ukifungua simu yako ya wifi. Kwa mfano hii ni simu ndio ina data. Sasa nimebonyeza hii hotspot, mobile hotspot. Kwa mfano wewe sasa unataka ushare data kwa kutumia hii simu yenye bando. Simu yako haina bando. Utakachokifanya, tunaashumu hii ni simu yako. Hii kama ni simu yako, utascroll na wewe namna hii. Kama ni simu yako, utakuja hii sehemu ya wifi. Kwa hiyo utakaa umeclick. Ukishakaa umeclick namna hiyo, ukibonyeza kwenye wifi, utakuja ufungue hii hapo, ipige on. Ukishaipiga on, utasubiri uangalie simu gani ambayo iko off, ambayo iko on, ambayo imeconnectiwa mtandaoni, zitasoma hapa. Kwa sasa hivi unaona kama hamna simu inayosoma, kwa sababu hamna simu ambayo imewashwa huko. Simu nyingine tofauti na inayotumia. Lakini kama ingekuwepo simu nyingine ambayo imewashwa hapa, ungeiona hapa zingebia analyzed, yani zingeorodheshwa kwa chini. Kwa mantiki hiyo, ikishakuja namna hiyo na yenyewe utaibonyeza. Ukishaibonyeza hiyo aina ya simu, basi utamhitaji huyo ambaye ana simu, ambaye unataka ushare hiyo internet kupitia kwa simu ya mtu mwingine, atakupa password. Utaweka ile password na utakuwa umeingia mtandaoni moja kwa moja. Lakini pia njia nyingine, ukiwa umewasha wewe hapa, kuna hiki kidude hiki. Tuashumu hii ni simu yako, unataka ishare internet. Kuna hiki kidude ni scanner, QR scanner. Ukibonyeza hapa, itakuoneshia sehemu ya kuscan kama unavyoiona. Kwa hiyo mfano hiki kidude hiki, ukibonyeza hivi scanner yenyewe inatakiwa iskani hapa, iskani sehemu hii hapa, itaskani QR code. Sasa hapa itaskani QR code kwa kutumia nini? Ngoja nikuoneshe. Narudi nyuma kidogo ili nikuoneshe tukiwa tumebonyeza hapa. Sasa wewe ukishabonyeza hii sehemu ya kuskani, kwa mfano kama unavyoona ya some link. Kwa mfano kama unavyoona hapo, ukishabonyeza hii sehemu ya kuskani, unatakiwa skani QR code ya mtu mwenye simu ambaye yeye mwenyewe utakuja kuiona hapa. Kwa mfano mimi nikishafungua hapa kwenye hotspot and mobile namna hii hapa, itaonekana hapa QR code. Hii ni simu ya mtu mwenye data, ambao unatakiwa uchukue ile data kwenye simu ya mtu uunganishe kwako, yani na wifi, wanasema wifi. Kwa hiyo wewe kule nilipokuwa nimebonyeza scan, utaenda simu ya yule mwingine atakupa ile scanner yake, utaskani. Ukishabonyeza, ukishaelekeza pale kwenye scan, itaskani, itakuwa connected moja kwa moja. Hiyo ni njia ya pili ya kuingiza. Mbadala wake ni kutumia password. Usipotumia password, unaweza ukabonyeza hiyo ya scanner, ukaskani hii QR code hapa, ndo kuna information, ndo kuna password. Itakuwa iko connected na tutaweza kuingia kwenye mtandao moja kwa moja. Hiyo ni njia ya kutumia wifi, kutumia data za kwenye simu, wifi na laptop. Kwa upande wa kompyuta haiwezekani, lakini sasa kuna baadhi ya kompyuta operating system zake zinakubali, lakini sio zote. Sasa ukiwa umemaliza kuwifi namna hiyo, ile sehemu ya kuwifi nimekamilisha. Sasa njia ya pili ya kuunganisha, kama una data zako kwenye simu, unataka kuunganisha kwa kutumia kompyuta ili uingilie kwenye kompyuta ukafanye kazi, au ingilie kwenye laptop. Njia ya pili ya kutumia USB tethering. USB tethering, kwa mfano hii hapa imeonyeshwa USB tethering. Nikiwasha hapa, tafsiri yake ile waya ule USB hapa itaonesha iko connected. Mfano nikibonyeza hapa, nimebonyeza hapo, imenitoa moja kwa moja nilipokuwa nataka nikuoneshe, lakini nitaruhusu hapa ili uweze kuona. Kama unavyoona tayari nimeunganisha, nimewasha ile sehemu nikiwa nimeconnectiwa na USB hapa, moja kwa moja imeweza kufanya nini? Imeweza kusoma. Kama unavyoona inaonesha internet access, na ni kweli. Nikiingia kwenye internet hapa, labda nikaandika unaona kabisa niko mtandaoni moja kwa moja automatic.
kama unavyoona shaingia. Mfano unaona kabisa niko kwenye mfumo, nimeweza kuingia. Sasa ndivyo tunavyoweza kuunganisha wifi kwa kutumia hiyo hapo, lakini kama unavyoona imesoma, nitazima. Unaona kama hapa huyu ni mtu mwingine ameunganishwa hapo. Sasa hapa nita disconnect simu yangu. Nikichomoa waya tayari iko off hapa, kwa sababu nilikuwa nimetumia USB tethering. Nitachomeka tena ili niweze kuingia kwenye simu yangu. Okay, nitachomeka tena ili niweze kuingia kwenye simu yangu, kuonesha vizuri. Sorry. Okay, shaunganisha tayari kwenye simu yangu. Hii inanionyesha nitoe lock. Nitatoa lock simu yangu kuonesha vizuri. Tulikuwa hii sehemu ya mobile and hotspot. Hii ya tethering nikiwasha tethering tayari huku inakuwa connected, maana yake imeunganishwa na USB. Lakini ukitumia USB kuunganisha njia hii, ukichomoa tu USB huku unakuwa off kwenye mtandao. Kwa ni nzuri sana ukatumia hii mobile hotspot. Ukiwasha tu hapo, unaweza simu yako kaweka mfukoni au kaweka sehemu nyingine ambayo ina distance, kisiwe distance ndefu, then ukaendelea huku. Nikiwasha hapa, naona kabisa simu imesoma hapa. Nikibonyeza connect itakuwa imeconnect moja kwa moja. Asante sana, nikutakie utekelezaji mwema na kutatua changamoto mbalimbali kama hizo hapo. Asante.